Bwana Yesu asifiwe na kusalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye ametufia pale msalabani na kulipa deni la dhambi zetu. Karibu tena leo katika sehemu yetu ya 11 ya somo hili muhimu sana linalotufundisha njia za kutusaidia kuishi maisha ya ushindi katikati ya hali ya dhiki, ama njia za kusaidia kushinda katikati ya hali ya dhiki. Yaani namna ambavyo unaweza ukavuka unapopita katika mazingira magumu. Na Roho Mtakatifu ametufundisha kwa siku 10 sasa. Hii leo ni sehemu ya 11. Na ametufundisha hatua kwa hatua, akituonyesha namna mbalimbali ambavyo tunaweza tukayapata haya maarifa ya kusaidie katika maisha haya tunayoishi. Sasa kabla hatujaendelea, ngoja tuombe. Mungu wangu na Baba yangu, ninakushukuru. Asante maana ulijua siku hii hata kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ninaomba kwa ajili ya watoto wako wanaosikiliza mafundisho haya popote walipo. Roho Mtakatifu, fungua macho yao na masikio yao ya ndani ili wakapokee kile ambacho umekikusudia. Ninaenda kinyume na kila hila na makusudi ya kuzimu yanayozuia usikivu wetu wa ndani, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Mungu uliye mwaminifu, sema nasi, tufundishe sawasawa na kusudi lako. Tunaomba nikiamini. Amen. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii ya upendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, leo ni sehemu yetu ya 11. Na kama ndio mara yako ya kwanza unajiunga na sisi, hebu rudi katika channel yetu hii ya Kweli Tuwekayo Huru. Uangalie kuna sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 10. Roho Mtakatifu ametufundisha hatua kwa hatua, taratibu, kutuonyesha mambo mbalimbali ambayo tunapojifunza hii habari ya njia za kutusaidia kuishi ama kushinda katikati ya hali ya dhiki, tuweze kushinda katika mazingira ambayo tunapitia, mazingira yanayotukatisha tamaa, mazingira yanayoturudisha nyuma, mazingira yanayotuumiza. Tunawezaje tukashinda? Tunawezaje tukashinda? Na tumejifunza hatua kwa hatua. Na sasa hivi tunaendelea kuangalia sababu, vitu ambavyo vinavyoweza kusababisha hali ya dhiki kwa mtu wa Mungu. Na Roho Mtakatifu ametufundisha vizuri sana. Ziko sababu nyingi. Mara nyingi sana tunaweza kufikiria kwamba ni kwa sababu ya shetani anatushambulia, lakini ziko sababu nyingi na Roho Mtakatifu amekuwa akitufundisha. Tumeshajifunza sababu kuu 2 mpaka sasa. Sababu ya kwanza ni maisha ya uovu. Tumesema kwa sababu ya maisha ya uovu unaweza ukajikuta unaingia katika hali ya dhiki. Lakini sababu ya pili tukasema lile kusudi ulilobeba moyoni, yani ile sababu uliozaliwa katika dunia hii, the main purpose. Kwa nini upo katika dunia hii? Ile sababu, lile kusudi la wewe kuwepo kwenye dunia hii linaweza kufungulia namna fulani ya kupita kwenye mazingira magumu, ya kupita kwenye mazingira fulani ambayo yanaweza yakawa yana changamoto na yakasababisha hali ya dhiki. Na kama unakumbuka tulisema ziko sababu 2. Moja tukasema inawezekana ni hali ya kufundishwa. Kwa sababu ya kile ulichobeba unapitishwa darasani ili sasa uweze kukitimiza kile ulichobeba. Na tukasema sababu nyingine ya pili ni mashambulizi ya shetani, kuzuia. Yaani kwamba ameshaona, ameshajua, anajaribu kupambana sasa kuhakikisha kwamba kile kilichokusudiwa hakiwezekani, hakifanyiki. Na tuliona mifano mizuri wakati ule mtoto Yesu alipozaliwa. Tuliona kabisa shetani alimtumia Herode kwa bidii kubwa kuzuia ili mtoto Yesu asizaliwe. Na neno la Mungu lilituonyesha namna ambavyo Mungu alifanya kuhakikisha kwamba mtoto Yesu anabaki salama. Kwa hiyo akakimbizwa kupelekwa Misri, akawa salama. Na tulijifunza pia hata habari za Daudi. Tuliona Daudi wakati Mungu ameinua ile karama ndani mwake, adui akaingia ndani ya moyo wa Sauli, akafanya kila namna kuhakikisha kwamba Daudi hasimami, Daudi hatimilizi lile kusudi. Lakini Mungu alikuwa mwaminifu, akamlinda Daudi, akamwepusha na madhara yote, mpaka mwisho Daudi akafanikiwa kutimiza kusudi ambalo Mungu amelianzisha. Iko mifano mingi sana kwenye Biblia. Yamkini unafahamu hata habari za Musa. Wakati Musa anazaliwa, kipindi kile kule Misri, shetani alijua, miaka mingi baadaye alifahamu kwamba kuna ukombozi. Lakini sio tu ukombozi, kuna tukio kubwa la Mungu kujitangaza duniani, kwa sababu alifanya jambo ambalo dunia nzima ilijua hakika yuko Mungu.
mwenye uweza, mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Shetani alijua, na alivyoona vile, alijua hili jambo litapita kwa mtoto Musa. Kwa hiyo akafanya utaratibu wa kuhakikisha kwamba watoto wote wa kiume wanauawa, na ikapita hiyo sheria. Watoto wa Kiisraeli wakaanza kuuawa kule Misri, wakatafutiwa kila namna ya kuuawa, lakini Mungu alimtunza mtoto Musa. Maisha yale ambayo Musa alipitia, familia yake ilipitia kipindi kile, ni kwa sababu tu ya kusudi alilolibeba. Lakini familia nyingi zilipoteza watoto wao. Kulikuwa na vilio katika familia zile, kulikuwa na huzuni, kulikuwa na simanzi, kwa sababu hii kwamba shetani alikuwa anazuia kusudi lisitimie la mtoto Musa kusimama katika nafasi ambayo Mungu alikusudia miaka mingi sana baadaye. Sasa hiyo ilikuwa ni sehemu yetu, ni jambo letu la pili. Leo Mungu je, tuendelee jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana mtu wa Mungu kufahamu, kwamba inawezekana ukajikuta unaingia katika hali ya dhiki, unaingia katika mazingira magumu ama katika changamoto fulani. Unaweza ukaingia kwa sababu ya imani ulionayo kwa Mungu wa kweli, kwamba shetani anaweza kuinua mashambulizi kwa sababu ya imani ulionayo. Kwa hiyo andika jambo la tatu. Jambo la tatu, shetani anaweza akainua mashambulizi, ama mashambulizi yanayotokana na shetani kuzuia, ama yanayotokana na shetani kukushambulia kwa sababu ya imani ulionayo. Na hapa ninaomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu ziko namna nyingi kwenye jambo hili la tatu. Ziko namna nyingi. Jambo la kwanza, sio kwa umuhimu, lakini ambalo natamani ulielewe. Jambo la kwanza ni kwa sababu wewe ama mimi ambaye tuko katika ulimwengu huu, hapa sio mahali petu. Tupo kama wageni, hasa wewe unayemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Dunia hii wewe ni mgeni. Upo katika nchi ya ugeni, na neno la Mungu linasema vizuri sana, wewe uko kama wakili ama uko kama mjumbe. Neno la Kiingereza lilotumika limetumika neno ambassador. Uko hapa kama ambassador of Christ, kwamba uko hapa katika dunia hii kama balozi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo mahali hapa wewe sio nyumbani. Hapa dunia hii wewe ni mgeni, uko tu kama mwakilishi wa Kristo, kuonyesha uweza wa Mungu ndani ya dunia hii. Sasa maana yake ni nini? Kwa sababu uko kwenye dunia hii ina taratibu zake, dunia hii ina mambo yake, dunia hii ina utawala wake, ina vitu vyake ambavyo wewe uliye mgeni katika dunia hii, ukisimama na imani ya kweli kumwonyesha Mungu wako wa kweli, ndipo pale ambako unaanza kuona sasa wakati mwingine kunakuwa na dhiki, kunakuwa na shida, kunakuwa na tabu, kunakuwa na magumu, kunakuwa na mambo fulani unayapitia kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, kwa sababu wewe unamwamini Kristo. Na naomba nikwambie hili, haitakuja kutokea maisha ya dunia hii yakawa ya salama, ya raha na furaha kwa mtu anayemwamini Kristo. Ni neno gumu kidogo, lakini ndio ukweli wenyewe. Hatujaahidiwa, hata Mungu hajatuahidia kwamba katika dunia hii hatutakutana na changamoto. Hapana. Dunia hii imejaa mambo mengi sana ya kutukatisha tamaa, imejaa mambo mengi sana ya kutuumiza, ambayo mambo hayo yanaweza kukuingiza katika hali ya dhiki. Hebu ngoja kwanza twende taratibu. Angalia Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu sura ya 17. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 14 na 15. Utaona neno la Mungu linasema hivi: mimi nimewapa neno lako. Sikilize Bwana Yesu anachokisema. Anasema mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mstari wa 15 anasema mimi siombi kwamba watoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Sasa unachokiona hapa, Bwana Yesu anasema mimi nimewapa neno lako. Ukiangalia kwenye tafsiri zingine za neno la Mungu zimefafanua zaidi. Zimesema tu sio kwamba ametupa, lakini yeye ametupa neno lake, lakini pia tumelipokea na tumeisimamia imani. Sasa pale unapokubali kuipokea na kuisimamia imani na kumwamini Kristo, Bwana Yesu anasema hivi, ulimwengu umewachukia. Kwa hiyo maana yake kwa sisi kuipokea imani kwa kumwamini Kristo, ulimwengu umetuchukia, na kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu ya hiyo chuki inasababisha
adha, inasababisha tabu, inasababisha shida kwa watu wa Mungu. Wewe ni shahidi. Wako watu ambao wamekataliwa, wametengwa, wako watu ambao wameuawa, wako watu ambao wameteswa, na hata hivi sasa tunapojifunza somo hili, wako watu ambao wanapita kwenye vipindi vigumu kwa sababu tu ya kuipokea imani, kwa sababu tu ya kumkubali Kristo. Ninafahamu watu wengi tu ambao wamefukuzwa kazi katika maeneo yao ya kazi kwa sababu tu walimkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nafahamu watu wengi ambao ndoa zao zimekuwa na changamoto na magumu kwa sababu tu amemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wako watoto ambao wanapita kwenye mazingira magumu ndani ya familia zao kwa sababu tu wamemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yaani kuna mahali fulani kwa sababu ya imani yako unajikuta unapita mahali pagumu. Ndicho Bwana Yesu anachokisema. Anasema kwa sababu umeiamini imani, kwa sababu hiyo ulimwengu umekuchukia. Kwa hiyo watu wanapita kwenye vipindi vigumu, wananyanyasika, wanaonewa, wanadhulumiwa, wanaumizwa kwa sababu tu ya imani. Yaani alipokuwa anatenda dhambi, kila mtu alikuwa yuko sawa na yeye, hakuna ambaye alikuwa anaona ni tatizo. Lakini alipoamua tu kubadilika na kuacha dhambi, marafiki wamemtenga. Alipoamua tu kubadilika kuacha dhambi, familia imemtenga. Yaani alipoamua kuishika imani, kwa sababu ya imani yake maisha yanabadilika, biashara zimeharibiwa, kazi zimeharibiwa, na mtu wa Mungu anapita kwenye mazingira magumu. Sasa Bwana Yesu anasema mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi watoe katika ulimwengu. Bwana Yesu anasema ingeliwezekana akaomba tulipookoka, ulipomkubali Kristo ukaondolewa katika dunia hii, ingeliwezekana. Lakini alikuwa anatamani tubaki kuonyesha kielelezo cha imani ya kweli. Kwa hiyo anasema haombi tutolewe, bali anaomba tulindwe na yule mwovu. Kwa hiyo adui yupo akipambana na imani yako kwa sababu tu umemshika Mungu. Ukisoma katika Warumi sura ya 8 mstari wa 36 na 37, utaona neno la Mungu linasema hivi: kama ilivyoandikwa. Haya ni maneno ya Mtume Paulo, anazungumza na kanisa la Rumi. Anasema kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Hapa Mtume Paulo alijaribu kuyatumia maneno ambayo Mfalme Daudi aliyazungumza katika Zaburi. Ukisoma katika Zaburi 44 mstari wa 22 ndio utakuta maneno haya. Zaburi 44 mstari wa 22 utaona maneno haya ambayo Mtume Paulo analiambia kanisa la Rumi. Anasema kama ilivyoandikwa. Imeandikwa wapi? Katika Zaburi. Daudi alisema maneno haya kwamba tunahesabiwa kwa ajili ya Kristo, tunahesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Anasema hivi, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Sasa kinachofanya kuuawa ni nini? Ni kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya imani. Unaposimama kushika imani, adui anainua mashambulizi dhidi yako, na hali hiyo utajikuta sasa unapita mahali fulani pagumu, unapita kwenye mazingira fulani magumu, ambayo mazingira hayo sasa kwa namna moja ama nyingine yanasababisha hali ya dhiki. Unajikuta unaumia, unapita katika mazingira magumu. Kumbuka tunaangalia jambo la tatu, kwamba mashambulizi ya shetani dhidi ya imani yako yanaweza yakasababisha hali ya dhiki, na hapa ni kwa sababu ya imani ulioishika. Ukisoma katika Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 33, utaona Bwana Yesu anasema hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Kwa nini anasema hivi? Ulimwenguni mnayo dhiki. Maana yake katika ulimwengu huu ipo dhiki, hatuwezi kuiepuka. Dhiki ipo, maana sio nyumbani kwetu. Hatujaahidiwa kutokuwa na dhiki katika ulimwengu huu. Katika ulimwengu ule ujao, tutakapoishi milele na milele na Mungu wetu na Bwana wetu aliyetukomboa kwa damu ya thamani, kule hakuna shida, kule hakuna dhiki, hakuna tabu, hakuna maumivu. Ni furaha milele kwa wanaomwamini Kristo, ni furaha milele kwa waliomkubali. Kule ndiko tumeahidiwa. Lakini katika ulimwengu huu dhiki ipo. Ndio maana Bwana Yesu anasema nawaambieni haya ili muwe na amani ndani yangu. Muishike hii amani, kwa sababu ulimwenguni mnayo dhiki. Lakini tumaini tulilo nalo alishinda huu ulimwengu, na sisi tukisimama na Kristo tutashinda. Kwa hiyo jambo la muhimu kufahamu hapa, inawezekana ukapita kwenye mazingira magumu
Kwa sababu ya imani ulio nayo. Kwa nini? Kwa sababu hapa ulimwenguni sio kwetu. Sio kwetu, sisi ni wageni tu hapa na tuko kwa kitambo kifupi. Dunia hii haiwezi kukufurahia kwa sababu umemkubali Kristo. Ni lazima utashambuliwa, utakataliwa, utaumizwa. Yani yako mambo yatakayo kutokea ambayo yanazuia imani yako. Kwa sababu tu ya imani ulio nayo, mambo mengi yanainuka. Na hapa Roho Mtakatifu anakukumbusha hili kwamba inawezekana ukapita kwenye mazingira hayo, lakini hapa amesema, ebu simama katika imani ya Kristo. Ebu simama katika amani ya Kristo. Ndicho anachotuambia. Tutajifunza vizuri zaidi tutakapoangalia njia za kusaidia. Lakini hebu angalia jambo lingine muhimu sana. Jambo la kwanza tumesema sisi hapa ni wageni. Inawezekana kwa sababu ya ugeni wetu, sio kwetu, tunaweza tukashambuliwa kwa sababu ya imani tulio nayo. Adui akainuka, wako watu waliopoteza kazi, tunafahamu. Sasa jambo lingine ambalo ni muhimu sana kulifahamu, inawezekana kwa sababu ya imani yako yakainuka mashambulizi kwa sababu ya misingi iliyopo kwenye familia yako. Inawezekana familia uliopo, mahali ulipo, kwa sababu ya imani yako, ulivyoamua tu kumkubali Kristo, ulivyoamua kushikamana na Mungu, ulivyoamua kuacha dhambi, ulivyoamua kuweka agano la patano na Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu hiyo mashambulizi yanaibuka. Vita vinainuka sasa kutoka katika familia yako, kwamba shetani anainua wale mawakala wake sasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumbe kuna maagano yalifanyika miaka mingi. Inawezekana ni wazazi wako, ama wazazi wa wazazi wako, ama wazazi wa wazazi wa wazazi wako. Huko zamani wewe hata hujui. Kuna patano liliwekwa, kuna agano liliwekwa huko, kwamba kizazi chenu, ukoo wenu, familia yenu itashikamana na miungu fulani, ambayo hiyo miungu iko kwenye kabila, iko kwenye ukoo. Hiyo ni mizimu, ipo huko. Sasa kwa sababu ya lile agano na lile patano, wakati hujamwamini Kristo, hakuna shida yoyote. Umeendelea na maisha yako kama kawaida, umefanya mambo yako, biashara zako kama kawaida, kila kitu kinaenda vile ambavyo unaona kwamba kilienda sawa. Lakini pale tu ulipomkubali Kristo, ulipoweka patano, ulipokubali kushikamana na Kristo, unashangaa ghafla vita vinainuka. Unashangaa ghafla unaanza kuumwa, watoto wanaumwa, familia inaumwa, biashara inapita kwenye mazingira fulani magumu. Unajikuta unaanza kuingia kwenye maisha fulani ya shida, ya tabu, maisha fulani hivi yenye changamoto, yenye maumivu. Unashangaa ghafla mambo yanaanza kubadilika. Kwa nini? Ni kwa sababu ya imani. Ni kwa sababu ulimkubali Kristo. Sasa mashambulizi yanainuka sasa kutoka kwenye zile madhabahu za ukoo. Zinainuka sasa kutoka katika ile mizimu ya ukoo. Sasa inapambana na wewe kuzima ile imani ulio nayo. Kwa unashangaa hata kula wazee wanainuka huko, wanakwambia njoo, hebu njoo ufanye ibada hii, njoo ufanye kitu hiki. Yaani unashangaa vitu vinabadilika. Ni kwa nini? Kwa sababu ulikubali kumkubali Kristo. Na hii ni sababu nyingine muhimu sana. Na iko mifano mingi kwenye neno la Mungu. Ngoja tuangalie mfano huu. Mfano huu muhimu sana, habari ya Gideoni, ambayo tumeangalia katika vipindi vilivyotangulia habari ya kijana Gideoni, lakini hatukuiangalia kwa jicho hili. Hebu angalia katika Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 35. Hatutasoma mistari hii yote, lakini hebu andika kama unaandika. Waamuzi 6:11 mpaka 35. Utaona habari za Gideoni kabla hajakutana na Mungu, kabla Mungu hajakutana na Gideoni, ama kabla Mungu hajatuma malaika wake kuzungumza na Gideoni na kufanya patano na Gideoni kumkubali Kristo, kusimama kabisa katika imani ya kweli. Kabla ya hapo utaona alikuwa anaishi maisha yake ya kawaida tu, akifanya shughuli zake za kupepeta ngano. Yani walikuwa wanaishi, ndio alikuwa maisha magumu, yalikuwa maisha ya dhiki, lakini ilikuwa ni kawaida katika jamii yake. Gideoni alikuwa anaonekana ni kijana wa kawaida na alikuwa anategemewa. Alikuwa ni kijana mzuri tu, alikuwa anamuona ni kijana ambaye hana tatizo lolote. Lakini ukisoma katika sura ya 6 hiyo mstari wa 24, sura ya 6 mstari wa 24, utaona Gideoni alipoamini na kuamua sasa. Alipoamini na kuamua kumfuata Kristo. Alipoamini na kuachana na madhabahu zile za Baali, kwa sababu Biblia inatueleza kabisa kwamba familia yake, ndugu zake wote walikuwa wanamwamini Baali. Alipoamua kuachana na madhabahu za Baali na kuharibu kazi za Baali na kuamua sasa kusimama na Mungu, kuijenga madhabahu ya Mungu wa kweli. Alipoamua kufanya hivyo tu, vita viliinuka katikati ya jamii yake.
sio wapinzani, sio wa Midiani. Ndani ya jamii yake vita viliinuka. Ukisoma neno la Mungu katika Waamuzi sura ya 6 mstari wa 30, Waamuzi 6:30, utaona neno la Mungu linasema, ndipo watu wa mji wakamwambia Yoashi, mlete mwanao. Hawa watu wa mji wanaozungumziwa hapa ni jamaa ya kina Gideoni, ni jamaa kabisa ya familia ya Yoashi, sio wageni, ni jamaa kabisa. Ikasema hivi, mlete huyo kijana, mlete mwanao afe, kwa sababu ameibomoa madhabahu ya Baali na kwa sababu ameikata ile Ashera iliyokuwa karibu nayo. Anachojaribu kutuonyesha hapa ni nini? Ni kwamba mwanzoni huyu kijana alikuwa wala hajatangaziwa kifo. Kilichofanya atangaziwe kifo ni alipokubali na kuisimamia imani ya kweli na kuharibu zile kazi za adui. Yaani alivyofanya hivyo tu, akainua vita. Wakaanza sasa kutafuta namna mbalimbali za kumwadhibu. Aliposimama kwa imani, aliweza kuvuka, hakurudi nyuma, kwa sababu alimjua Mungu wa kweli. Na Roho Mtakatifu anasema na wewe leo kwamba inawezekana kabisa kwamba mazingira unayoyapitia leo, na pengine unafahamu, ni kwa sababu tu umemkubali Kristo. Ndio maana vita vimeinuka. Wale waliokuwa karibu na wewe wamekukataa. Inawezekana ni familia yako imekutenga. Inawezekana ni ndugu zako wamekutenga. Inawezekana ni watu waliokuwa karibu sana. Pengine wengine walikuwa wakikusupport, wakikusaidia katika baadhi ya mambo uliokuwa unayafanya. Pengine walikuwa wanalipa hata ada zako za masomo. Lakini walivyosikia umekata shauri, umemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wakatangaza vita, wakaamua kukupitisha mahali pagumu. Yani inawezekana unakosa vile vitu vya muhimu kwa sababu ya imani yako. Biblia inatuonyesha wewe sio wa kwanza. Inawezekana ukapita kwenye mazingira ya dhiki, kwenye hali ya dhiki, kwa sababu ya imani ulionayo. Imani yako ikafungulia mashambulizi ambayo haya mashambulizi yanalenga kuzuia, yanalenga kukukatisha tamaa, yanalenga kukurudisha nyuma. Na Roho Mtakatifu anatufundisha haya ili uelewe kwamba sio kila mahali unakopita, sio kila magumu unayoyapitia ni adui ameibuka tu. Kuna sababu. Inawezekana imani yako imewafanya wale watu wanaokuzunguka, wale watu waliokuwa karibu na wewe, wakukatae. Na kwa sababu hiyo ukajikuta unakosa mambo fulani, kwa sababu hiyo unajikuta unapita kwenye maumivu, kwa sababu hiyo unaweza ukakuta unapitia udhia fulani, na hiyo hali inasababisha hali ya dhiki katika maisha yako. Na kwa sababu hiyo sasa adui analenga akutoe kwenye kusudi. Na Roho Mtakatifu anakufundisha ili uweze kusimama imara. Ndio maana Bwana Yesu amesema, anatuambia hayo ili tuwe na amani ndani yake, kwa sababu ulimwenguni hapa tunayo dhiki. Kwa hiyo unapojikuta uko katika hali ya dhiki, usikate tamaa, usirudi nyuma, mtu wa Mungu, simama. Tumeangalia mambo mawili muhimu katika hili jambo la tatu. Mambo mawili muhimu, kwamba tunakutana na hali ya dhiki kwa sababu sisi ni wageni. Kwa kusimama na imani yetu, tunashambuliwa, tunakataliwa, tunapingwa, tunapigwa, tunauawa. Daudi alisema vizuri sana katika ile Zaburi 44 ambayo Mtume Paulo alirudia, akasema tunauawa, tunahesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa kwa sababu ya imani. Kwa nini? Kwa sababu hapa sio kwetu. Lakini pia inawezekana mashambulizi yakatokana na familia yako na ukoo wako katika ulimwengu wa roho. Ulipoamua kumkubali Kristo, shetani akaamua kuinua mashambulizi, mapambano na wewe, na vitu vyako unaviona vinapita katika mazingira magumu. Roho Mtakatifu anatufundisha ili atusaidie tuwe na maarifa, tujue ili tuweze kushinda. Hebu ngoja leo sehemu hii ya 11 tuishie hapa, tutaendelea sehemu ya 12. Ni somo muhimu sana, mtu wa Mungu, usiache. Hebu ngoja tuombe. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya maarifa haya. Umesema nasi leo kwa upendo na kwa huruma. Umetuonyesha mambo muhimu sana, kwamba inawezekana tukapita katika hali ya dhiki kwa sababu ya imani. Adui akainua mashambulizi na kutushambulia.
adui akainua vikwazo na kutuzuia, vikasababisha hali ya dhiki katika maisha yetu. Ninaomba Baba kwa ajili ya watoto wako wanaosikiliza masomo haya. Inawezekana kuna wengine wamepoteza kazi zao, kuna wengine wamekataliwa, wametengwa, kuna wengine wamepigwa, kuna wengine wameumizwa, wamenyang'anywa haki zao kwa sababu ya imani, kwa sababu ya kusimama na wewe Bwana. Ninaomba kwa ajili yao, Roho Mtakatifu, mahali popote walipo, watie moyo, washike kwa mkono wako wa kuume Bwana, wapiganie, watetee, walinde, watunze, usiwaache, watie nguvu Bwana, wakavuke katika kipindi hiki kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba imani yao isitindike, bali wanakopita kwenye magumu haya, imani yao ikaimarike zaidi na zaidi, ili wakalishikilie kusudi lako, maana yako maisha baada ya maisha haya ambayo tutaishi milele na wewe uliye mkombozi wetu. Katika jina lako la takatifu, Mungu wangu, naomba nikiamini. Amen. Amen. Mungu akubariki sana 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 sana. Tutaendelea tena sehemu ya 12, usikose, washirikishe na wengine. Amen.